So tuko kwenye part 2 ya kuweza kujibu swali alilouliza ndugu yetu. Kauliza ni zipi dalili za ugonjwa wa figo? Mimi kuuliza bwana, hivi figo ikianza kuuma. Kwa sasa hivi ameposti video nyingine hii hapa. Sasa kichwani bado kunaendelea kuuma, usoni na kwenyewe na vimba. Sasa naomba tuendelee na pale tulipoishia. Tutazungumzia kitu kinaitwa uremia. Uremia maana yake ni kwamba kunakuwa na accumulation ya sumu ambayo ilitakiwa itolewe na figo. Tulisema kwamba figo moja kati ya kazi yake ni ku-excrete waste products. Mwili wako unapofanya kazi unazalisha uchafu ambao unatakiwa utoke. Ule uchafu unatoka kwa njia ya figo. Ikitokea kwamba figo zako hazifanyi kazi, maana yake ule uchafu unabaki kwenye mwili. Kwa hiyo unakuwa una retention of uremic toxins. Zile sumu ambazo zitakuwa zitoke za urea zinabaki kwenye mwili wako. Kwa hiyo unakuwa na hali tunaita uremia. Uremia maana yake ni dalili zinazotokana na kwamba hii sumu imeaccumulate kwenye mwili. Sawa. Sasa moja kati ya kitu kikubwa ni kwamba ile urea inatakiwa itoke kwenye figo. Sasa imebaki inatokea wapi? Itaanza kutafuta njia zingine za kutokea. Mwili wako utatafuta njia za kuitoa ile sumu. Na moja kati ya hizo njia ni kupitia jasho. Kwa unaanza kupata jasho. Lile jasho lako linatoka na urea. Kumbuka kwamba jasho kwenye zile tunaita sweat glands, ikishatoka jasho pale, sawa, lile jasho linakauka, la evaporate pale. Liki-evaporate inabaki ile urea na crystallize, inatengeneza kama crystals. Ni kama vile ukichukua chumvi, afu ukaiponda lile vumbi lake lile. Lile vumbi ndio linaanza kujitengeneza kwenye ngozi. Mtu anapata kitu kinaitwa uremic frost. Uremic frost ni kama vile unakuta mtu kama vile amechukua ni chumvi, amepaka kichwani, au ni white powder. Ni powder nyeupe ambayo inaanza kutokea kwa mtu ambaye shakishakuwa na end stage renal disease, anakuwa it's a common thing kwa sababu ile urea ina accumulate nyingi sana kwenye damu, kiasi kwamba inabidi itoke kwenye jasho. Kwenye jasho pale kitoka jasho la afu ile urea inabaki pale na crystallize, inatengeneza ile vumbi. Mara nyingi sana inatokea kwenye uso, inatokea kwenye kichwa, inatokea kwenye shingo, inatokea kwenye mikono, sehemu ambazo ni exposed. Kwa hiyo zinakuwa zinapata hii hali tunaita uremic frost. Sasa ile urea tena kwa sababu imeaccumulate kwenye mwili, itaanza kutafuta tena again sehemu za kwenda. Kwa hiyo itaanza kwenda kwenye saliva, kwenye mate. Kwa kwenye mate ikitokea pale, kuna ile urea ikishafika kwenye mate inakutana na bakteria pale, wanaivunja inatengenezwa, inakuwa kama vile ammonia. Kwa hiyo ammonia is a waste product ambayo inatokana na waste product. Kwa hiyo unakuwa ile urea ambayo itakuwa itoke kwenye figo, sasa hivi imeenda kwenye mate yako pale, bakteria waliokuwa kwenye kinywa wanaivunja ile, wanatengeneza ammonia ambayo ina harufu ya kama vile, unajua harufu ya mkojo? Kwa unakuta mtu ambaye pia na hii hali anakuwa na kitu kinaitwa uremic fetor. Yaani hii ni harufu ya kama vile kwenye mdomo wake kama vile kuna hiyo harufu ya ammonia. Akifanya unaisikia kabisa hiyo harufu. Kwa mtu ambaye ana ugonjwa sugu wa figo aliyefikia huko kwenye end stage, you can actually tell very clearly. Lakini pia hii sumu hii itaenda mpaka kwenye ubongo wako. Itacross ukuta mmoja tunauita blood brain barrier. Itaingia mpaka kwenye ubongo. Kwenye ubongo itasababisha hali tunaita uremic encephalopathy. Sasa pombe zenyewe tu ukizungumzia pombe huwa zinaweza kuleta shida kwenye ubongo. Lakini hapa tunazungumzia damage kwenye figo iliyoleta accumulation ya urea ikaenda kwenye ubongo. Kwa umepata uremic encephalopathy. Hii uremic encephalopathy inakuja na dalili za mtu ambaye ana shida za kwenye ubongo. Kuna dalili za ubongo wenyewe na kuna dalili za akili. Hizo za akili tutazungumzia baadaye. Kwenye ubongo hapa shida inayotokea ni kwamba mtu anaanza kupata confusion, kama vile anachanganyikiwa, anapata altered mental status. Anaanza kupata shida ya kwenye usingizi, sleep disturbance, huwezi kulala vizuri. Anaanza kupata shida za kumbukumbu, hawezi kutengeneza new memories. Akaanza kupata kitu tunakiita higher function dysfunction. Kwa hiyo mtu anakuwa zile high function, ule uwezo wake wa kufanya maamuzi, mfano kama maamuzi ya kuamka kwenda kukojoa sehemu sahihi, yeye anakojoa tu popote. Anaanza kupoteza hizo higher functions. Mwisho wa siku unajikuta kwamba mtu anapata madhara ya ubongo ambayo accumulative effect yake inaweza kafikia mpaka akaanza kupata dege. Na dege inaweza kapeleka mpaka akapata koma, akazima, ukaletewa mtu yuko in koma kabisa. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya dalili chache ambazo zinaweza kutokea kwa upande wa ubongo. Uremia pia inakujaga na dalili za mfumo wa chakula, kwa sababu ile sumu imeaccumulate, inaweza ka-irritate mfumo wako wa chakula, au inaweza kaenda ka-affect brain centers ambazo zinahusiana na masuala ya mfumo wa chakula. Sawa, mfano kama vile the vomiting center. Kwa mtu akawa anapata kichefuchefu, kutapika, hana hamu ya kula, shida kwenye mfumo wa chakula. Pombe tu yenyewe inaweza katengeneza ikawa sababu ya kupata vidonda vya tumbo. Ukichanganya sasa na hiyo uremic state, it's even worse. Sawa. Kwa hiyo unakuta mtu ana lose weight, anakonda, anapungua size kabisa over time. Hii uremic state pamoja na hayo yote niliyoyataja, lakini pia inakuja na mambo mengine mengi. Inakuja na kitu tunaita pruritus, itchiness. Mtu anakuwa na washo. Of course, partly kwa sababu unakuwa na ngozi kavu, partly kwa sababu ya hiyo uremic frost, partly kwa sababu hiyo urea yenyewe ina irritate ngozi yenyewe kwa chini huko. Partly kwa sababu hiyo hali yote ya uremia inasababisha inflammatory response, mwili wako una respond, na baadhi ya inflammatory chemical mediators huwa zinakujaga na irritation ambayo inaweza ikaja na muwasho. Kwa hiyo yote yanatokea. Lakini pia uremic state inaweza karibu moyo, ukapata
pericarditis. Hiyo pia inaweza ikaathiri mishipa fahamu ya pembeni, mkapata kitu tunaita peripheral neuropathy, ndio ile una tingling effect ambayo unaipata ukiwa umekunywa pombe au umeacha kunywa pombe. Tutazungumzia alcohol withdrawal syndrome, hicho kitu kingine. Lakini unakuwa unapata hiyo ganzi, wakati mwingine unapata kama vile miguu inawaka moto. Kwa kuwaka moto ni dalili moja hapo hiyo. Actually pombe kwa sababu inasababisha deficiency of thiamine ambayo ni vitamin B1. Ile deficiency of vitamin B1 inakuja na hizo peripheral neuropathy symptoms. Pia inaathiri immune system, kinga yako ya mwili. Kwa unakuta mtu mwenye pombe kinga yake ya mwili inakuwa chini sana. Ndio maana tunasema alcoholism ni moja kati ya risk factors ya magonjwa kama TB. Unajua ugonjwa wa TB unawapataga watu ambao wana upungufu wa kinga mwilini Mtu akiwa na virusi vya ukimwi akapata ukimwi, moja kati ya dalili za ukimwi au moja kati ya magonjwa opportunistic infections, magonjwa ambayo yanaenda yanamshambulia mtu ni TB, kwa sababu kinga yake ya mwili imeshuka. Na mtu ambaye amefanywa transplant, mfano mtu amewekewa figo mpya, yeye naye anakuwa anaweza akapata immunosuppression, akapata ugonjwa kama huu. Basi hivyo ndivyo ilivyo mtu ambaye akiwa na hii kwenye alcoholism anakuwa ameingia kwenye risk factor ya watu ambao wanaweza wakapata TB. Moja, kwa sababu ya kinga yake kushuka, lakini mbili, kwa sababu ya company atakayokuwa nayo na ile accumulative watu ambao wanakuwa nao pale. Inawezekana mmoja wao tayari kwa sababu ni alcoholic, sababu alcoholics wana hang around together. Inawezekana kabisa mmoja akawa tayari na TB, kwa ikawa ni sababu ya kupata infection. Kwa haya yote kwa pamoja yanaingia kwenye hiyo uremia. Hapo bado hatujamaliza, na yako ni mengi sana, tuweze tukamaliza yote kwenye discussion. Kwa ujumla, uremia ina impact kila system kwenye mwili wako. It is multisystemic, ina attack kila body system. Zingine hata tujazitaja hapa, ziko nyingi ambazo zinaathirika. Sasa unapofikia kwenye level hii uremia, kinachofuata hapo kwenye matibabu, pamoja na matibabu mengine utakao unafanya, lakini unaelekea kwenda kwenye dialysis. Dialysis maana yake ni kwamba utakwenda ukafanywe mchujo wa kutoa sumu, mchujo wa damu, hemodialysis, mchujo wa damu wa kutoa sumu kwenye mwili. Sasa sijasema kwamba ukijana amefikia, kwa mimi nazungumzia dalili za ugonjwa wa figo in the process, naongelea vitu vingine huko ndani. Kwa hiyo isije kasemekana Mbasho anasema huyu anatakiwa aende kafanywe dialysis. Hapana, mimi nimesema tu najibu swali lake ambalo aliuliza. Swali lake lilikuwa ni nini? Uliza ni nini dalili za ugonjwa wa figo. Basi, na ndio tunachojibu hapa.